Waliposema mtu ni afya, kweli hawakumaanisha kingine zaidi ya neno hilo, yaani mtu ni afya. Karibu kwenye nusu saa tena nyingine ya kipindi chako cha afya kinachoitwa Afya Check. Karibu kwenye sehemu yetu ya kwanza kabisa ya Afya Check. Yaani nazungumzia Afya Check maswali na majibu. Na wiki hii basi kupitia sehemu yetu hii ya maswali na majibu tumepokea maswali mengi sana kutoka kwako na tumeyaweka pembeni tukachukua yale hususan yanayohusiana na swala zima la afya ya uzazi. Sasa leo hii basi tunaendelea kutafuta majibu ya maswali yetu kuhusiana kabisa na swala zima la afya ya uzazi kutoka kwa mtaalamu mwenyewe wa afya ya uzazi Dr. Victor Bakengesa. Twende zetu Doctors Plaza tukapate majibu ya maswali yetu. Sasa wakati mwingine Dr. Isaac umenileta kwenye definition nyingine ya mimba ambayo inatungwa nje ya kizazi lakini inakuwa. Sisi kwetu bado ni ectopic pregnancy lakini ina uwezo nini wa kukua kwa sababu sasa imeanguka, haiko tena kwenye mirija ambao pengine ungeweza kupasuka. Sasa imekuja kwenye sehemu ambayo pengine ni kubwa zaidi. Sasa hii mimba inaweza kukua. Hii ndio tunaita intra-abdominal pregnancy. Mimba ambazo zimekulia nje ya mji wa mimba. Na hizi tumeona incidence nyingi kama ndugu watazamaji washai kusikia. Hizi zipo. Kinachotokea mtoto anakuwa kama kawaida. Kwa sababu ile yai itakapoangukia pale, linaanza kujitengenezea mazingira ya kupata damu ya kutosha, chakula cha kutosha, na oksijeni ya kutosha. Kwa hiyo ule mtoto huwa anakuwa kama kawaida. Lakini kinachotokea pia si rahisi yai kuanguka huko. Mara nyingi huwa ni yai ambalo haliko vizuri. Mara nyingi huwa ni yai ambalo liko vizuri. Kwa hiyo unakuta hata kama mimba inaweza kukua ikafika mahali kile kiumbe kashinda kuendelea kukua, unapata kiumbe mfu. Lakini kama ikitokea ni kwamba ni mtoto alikuwa yuko sahihi kabisa genetically, basi mimba itakuwa na itapata chakula kama vile mimba ambavyo ilikuwa imetungwa ndani ya mji wa mimba. Sasa hali hii inaweza kujitokeza kwenye sehemu yoyote ya mwili. Kwa hiyo tunaweza tukapata mimba ambayo imekuwa kwenye utumbo mkubwa, tunaweza kupata mimba imekuwa kwenye utumbo mdogo, tunaweza kupata mimba iliyokuwa kwenye ini, tunaweza kupata mimba iliyokuwa hata kwenye mapafu. Imesogea mpaka kwenye mapafu. Tunaweza kupata sehemu yote ya mwili inaweza ikahusika na uwezekano wa hii mimba ambayo imetungwa nje ya kizazi. Kwa hiyo hali hiyo inajitokeza na mara nyingi kufika wiki 40 huwa ni aghalabu. Tunachokifanya tunaweza tukamonitor vizuri kwa kutumia vipimo vyetu vya hospitali, na ikifika umri ambapo tunaweza kuona kwamba tunaweza tukafanya operation, tunaweza tukamfanyia operation mama na mtoto, basi wote wakaweza kuishi. Mara nyingi mimba inapoharibika, tuchukue mathalan kwamba mimba ambayo ya kawaida tu ambayo imetungwa nje ya uzazi, ndani ya kizazi, kabla ya kwenda nje, tuone kwamba nini kinachotokea katika mimba ambayo imetungwa ndani ya uzazi. Imekuwa lakini kiumbe kimefariki. Sasa pia inategemea hichi kiumbe kimefariki katika wakati kina ukubwa gani. Kiumbe kikifariki wakati kina ukubwa wa wiki chini ya 28, sisi kwetu hiyo tunasema ni missed abortion. Ni abortion kama vile abortion nyingine yote. Kwa hiyo mwanamke anakuwa managed kama abortion nyingine zote. Na kama kiumbe kitafariki baada ya wiki 28, hiyo sasa si abortion tena. Ni kwamba kiumbe ambacho kiko na uwezo wa kuishi katika mazingira ya kawaida kimefariki au kimekufa, tunasema sasa hii ni IUFD, intrauterine fetal death. Sasa kuna dalili ambazo huwa zinajitokeza. Ni kama unakuwa na mtoto ambaye yuko mzima ndani ya tumbo, maana yake ni kwamba utakuwa unasikia mtoto anacheza. Hii ni dalili moja wapo. Sasa usiposikia tena mtoto anacheza, lazima ujiulize ni kwa nini mtoto leo hajacheza au amepungua kucheza.
Nilizoea kumsikia kiasi mara kadhaa, lakini safari namsikia mara kadhaa. Jue afya yako. Hayo yalikuwa ni majibu mazuri kabisa kutoka kwa daktari wetu Victor Bakengesa kuhusiana na afya yetu ya uzazi. Hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa sehemu yetu ya kwanza. Wiki ijayo basi tutaendelea kuchukua maswali yako na kupeleka kwa wataalamu wengine waweze kutupa majibu. Usiache kutuuliza maswali kwa sababu maswali yako wewe ndio yanayotupa sisi kazi ya kumtafuta mtaalamu wa kutupa majibu yake. Wiki ijayo tutakuwa sehemu nyingine. Ni wapi? Hatujajua bado. Tuulize maswali, sisi ndio tutajua wapi twende, na wiki ijayo utafahamu majibu ya maswali yako uliyoyauliza. Sasa hivi basi twendeni moja kwa moja darasani kwenye Afya Check Darasa na kufahamu kile ambacho leo hii mwalimu wetu anatufundisha kupitia sehemu hii ya Afya Check Darasa. Afya yako na afya check. Karibu kwenye sehemu yetu ya pili ya Afya Check. Sehemu hii si tunaita darasa. Sehemu hii inakupa wewe nafasi ya kujifunza mambo mengi kuhusiana na afya yako, hasa mwili wako. Lengo letu kubwa kwenye sehemu hii ni kuhakikisha kwamba unajifahamu vizuri ili uweze kujilinda na maradhi na kuhakikisha kwamba afya yako inaendelea kuwa hivyo ilivyo, yani nzuri. Wiki iliyopita basi kwenye sehemu yetu ya darasa tulizungumza vingi na tukaishia mahali. Leo hii tunaanzia pale tulipoishia wiki iliyopita. Kama haukuwepo wiki iliyopita, bahati mbaya, lakini tutakurudisha nyuma na utafahamu kile ambacho kilitokea wiki iliyopita. Jue afya yako na afya. Wakati mabadiliko haya yanatokea kwenye zygote, yani pale ambapo chembe hai inagawanyika na kuwa nyingi, wakati huo kunatokea kitu kingine ambacho ni muhimu sana tukifahamu. Nacho hiki si kingine bali ni kichocheo ambacho kina uwezo kutumika kugundua kama mtu ni mjamzito ama la. Kichocheo hiki au kwa lugha ya kitaalamu hormone kinaitwa early pregnancy factor. Early pregnancy factor inatokaga katika kipindi cha masaa 24 hadi 48 toka zygote ilipotengenezwa. Yaani kipindi kile ambapo chembe hai inagawanyika na yenyewe inakuwa imetoka kichocheo hiki. Kichocheo hiki kinaweza kupimwa, lakini si kwa kipimo ambacho tumezoea kukiona kile cha kawaida tulichokiona. Hapana, bali kwa kutumia damu na vipimo vingine ambavyo kwa sasa hivi inawezekana kabisa kwenye nchi yetu labda havijafika, au kama vimefika ni gharama sana kuvitumia. Early pregnancy factor ni muhimu sana kwa sababu kichocheo hiki ndio kinachosababisha mwili wako utulie kabisa na kugundua kwamba kinakuja kiumbe kingine, na hivyo isifanye uamuzi wowote mbaya wa kuweza kuzuia kiumbe kile kisikue. Uwepo wa early pregnancy factor unasababisha mwili wako wewe ubadilike na kuweza kupokea kiumbe hiki kipi ambacho kinaanza kutengenezwa. Kumbuka, pale zygote ilipoanza kugawanyika ndipo hapo mtoto alipoanza kutengenezwa. Na mtoto anapotengenezwa, mwili unaweza kutambua vitu vya aina mbili. Kwanza, unaweza kutambua kama ni mgeni ambaye mwili haujampokea, au unaweza kutambua kama ni kitu kibaya sana ambacho kimeingia mwilini. Sasa kinachotokea ni kwamba early pregnancy factor inachofanya ni kuambia mwili wako kwamba bwana, kilichoingia ni kitu salama sana, tunatakiwa tukitunze na tukikuze. Kwa hiyo early pregnancy factor inachofanya, inajaribu kuongoza mwili uweze kuangalia namna ambavyo utaweza kukilea kiumbe kile kwa kuzima vitu fulani ambavyo ni muhimu sana kwa mwili, kwa kulinda mwili na kuwasha vitu vingine ambavyo vitasaidia kukuza kiumbe kile, kukipa mazingira mazuri na kukipa nafasi kiweze kukua na kuendelea. Wakati early pregnancy factor inatengenezwa, kumbuka chembe hai zile zinaendelea kugawanyika, na kinachotokea pale kinakuwa ni kitu kimoja kama mpira vile. Ukiangalia ile gozi, basi ndio kinatokea kitu kile, yani kinakuwa ni seli zimeungana zimetengeneza kitu kimoja cha duara. Kitaalam kitu hiki kinaitwa morula. Ile morula ambayo tulizungumzia mwanzo, ambayo ni sehemu pia bado ya embryo. Kumbuka tulizungumzia embryo wiki iliyopita, tukasema kwamba embryo ni kile kiumbe kinachotokea baada ya yai na mbegu kuungana mpaka wiki 8. Sasa hivi inapofikia kwamba zimegawanyika zile chembe hai zikawa kama mfumo kama wa mpira hivi, basi huwa inaitwa morula. Sasa ule mgawanyiko unapoendelea, kinachokuwa kimetengenezwa pale, ile embryo inaitwa jina la blastocyst. Na hiyo hii inakuwa tofauti na ile ya mwanzo, yani morula, kwa sababu inakuwa ina vitu vikubwa viwili. Kwanza, inakuwa ina kanafasi ambako kametengenezwa, kitaalam kanaitwa cavity, pamoja na sehemu nyingine iliyobaki.
Kabla tujaendelea mbele na kufahamishana mambo mengine ambayo yanaendelea, ningependa kwanza tukumbushane kitu kimoja. Tumezungumzia vitu vingi sana ambavyo vimetokea. Tumezungumza mambo mengi ambayo yanabadilika. Kitu kimoja ambacho inabidi tukumbushane ni kwamba mambo yote haya yanatokea katikati, sawa, ya ovaries na nyumba ya uzazi, mahali ambapo yai na mbegu zilikutana. Tulisema kwamba yai linatupiwa kwenye mirija ambayo kwa kitaalamu inaitwa fallopian tubes, na pale ndipo mbegu zinakutana nayo. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kile ambacho kinatengenezwa baada ya muungano ule huwa kinaanza kutembea taratibu, kikiwa kinapitiliza huko kwa ndani ya mrija kikielekea moja kwa moja kwenye nyumba ya uzazi. Baada ya kukumbushana hilo, naomba tuanzie kutoka hapa sasa. Kumbe haya mambo yalitokea katika mirija. Sasa kwenye mirija baada ya muungano ule, sasa kinachotokea ni kwamba kile kimpira ambacho unakitengeneza, yani morula, blastocyst, na nini, waga vinaendelea kutiririka vikiwa vinatembea kuelekea kwenye nyumba ya uzazi. Sasa katika kipindi cha siku 6 mpaka siku 10 hadi 12 lazima mpira huu au matokeo haya au kiumbe hiki kiwe kimeshafika kwenye nyumba ya uzazi. Na kinapofika pale kwenye nyumba ya uzazi, kinachofanyika ni kwamba wakinaenda kinajishikiza kwenye kuta za nyumba ya uzazi, kitendo ambacho kitaalam kinaitwa implantation. Hiki ni muhimu sana kutokea, na kama nilivyosema kwamba kinatokea kati ya siku 6 mpaka siku 10 hadi 12. Zikipitiliza siku 12, maana yake imepitiliza muda mrefu sana na inaweza likaanguka ikaenda kujishika sehemu ambayo haikutakiwa. Kwa kati ya siku 6 na siku 12 lazima iwe imejishikiza kwenye kuta za nyumba ya uzazi. Na zinapojishikiza, kumbuka hii bado inaitwa blastocyst, haijabadilika. Ni kwamba ile blastocyst inakuwa ina kuta za nje. Sasa ile kuta ya nje mojawapo inachofanya ni kwamba inajishikiza na kuanza kutengeneza kitu ambacho baadaye tunakuja kukiita kondo la nyuma au placenta. Lakini pia kipindi ambapo safari hii inaendelea, ile blastocyst inatoa vichocheo vingine zaidi ya vile tulivyosema mwanzo vya early pregnancy factor. Inatoa vichocheo vingine ambavyo kitaalam vinaitwa human chorionic gonadotrophin au kwa kifupi HCG, ambayo hichi ni kichocheo ambacho watu wengi tunakifahamu, kwa sababu kichocheo hiki kinapotoka ndipo wewe unakuwa na uwezo wa kujipima ujauzito. Kile kipimo chetu ambacho tumezoea sana kukinunua pharmacy, kile najua unakijua, basi kile kinakupimaga kichocheo hiki. Kumbuka tumesema kwamba hiki kitendo kinatakiwa kifanyike kati ya siku 6 hadi 10. Zikizidi sana siku 12. Maana yake utakumbuka hata tukienda kwenye masaa ni kwamba huyu embryo bado anaitwa blastocyst, akiwa na vile vitu ambavyo tulivisema, yani cavity pamoja na inner cell mass na nini zote zinakuepo. Sasa kinachotokea ni kwamba wakati safari hii inaendelea, ile blastocyst inatengeneza ukuta wa nje, ambao huu ukuta wa nje unajishikiza pale kwenye ukuta wa nyumba ya uzazi. Alafu unapojishikiza unakuja kutengeneza kitu ambacho baadaye kinaitwa kondo la nyuma au kitaalam placenta. Placenta ni kitu muhimu sana kwa sababu placenta au kondo la nyuma ndio kitu ambacho kinamuunganisha, kiunganishi pekee kinachokuja kuwepo kati ya mama na mtoto wake au kiumbe ambacho kipo kwenye nyumba ya uzazi. Yaani kwa kifupi, kile kitu ambacho kipo kwenye nyumba ya uzazi kinakuwa kiwezi kufanya kitu chochote mpaka hili kondo la nyuma liwe limekamilika na liweze kuunganisha hicho kiumbe kilichokuwa ndani ya nyumba ya uzazi na mazingira ya nje ambayo ni mama yake ambaye amembeba. Kondo la nyuma au placenta lina kazi kubwa sana. Kwa kifupi, ndio sababu hata kile kiumbe kinaishi. Kondo la nyuma linafanya kazi kubwa mbili. Moja ni kumuunganisha ile mtoto na mama yake, lakini pia ni kuhakikisha kwamba huyu mtoto anaendelea kuishi. Inamuunganishaje sasa? Kondo la nyuma linakuwa lina mishipa ya damu, ambayo hii kazi yake ni kusafirisha damu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, likijaribu kupitisha damu ile kwenye sehemu ambapo damu ile inaweza kusafishwa. Kumbuka mtoto bado, hizi bado ni siku 10 na yaani hajakuwa hata mtu ambaye unaweza kusema anaweza kujitegemea. Kwa hiyo inategemea zaidi ile kondo la nyuma liweze kufanya mambo yote. Inasafirisha damu, inapitisha hewa safi, inatoa uchafu na kufanya shughuli zote ambazo zinahitajika kufanyika kuhakikisha kwamba kiumbe hiki kinaishi. Kondo la nyuma sio tu kwamba linafanya kazi hizi, lakini pia linafanya kazi hizi kwa ubora wa hali ya juu, ikihakikisha kwamba damu ya mama kamwe hayakutani na damu ya mtoto.
ingawa kondo la nyuma linapitisha damu. Kuna sayansi hali ya juu ambayo inafanyika hapo kuhakikisha vitu hivi havikutani, lakini vinabadilishana vitu muhimu. Kwa mfano, mtoto anapokuwa tumboni, tunajua hawezi kupumua. Anapataje sasa hewa safi? Hewa safi hii huwa inatoka kwa mama ambaye yeye anapumua nje. Alafu ile hewa safi inaingia kwenye damu, inasafirishwa na damu. Ikifika kwenye eneo ambalo kondo la nyuma lipo, basi kinachotokea pale ni mabadilishano ya hewa safi na hewa chafu bila damu kukutana. Ukitaka kufahamu kwamba kondo la nyuma linafanya kazi kiasi gani, basi wewe unaweza kaenda kwenye ile ICU au ile wanahitaji ile ward ya watu mahututi, kile kitengo cha watu mahututi, na vifaa vyote utakavyokuta pale ambavyo kazi yake ni kujaribu kuangalia uhai wa mwanadamu unaendelea kuwepo, havijafikia hata robo ya kazi ambayo placenta inafanya. Kondo la nyuma pia linafanya kazi nyingine moja kubwa sana, na hiyo si nyingine bali ni kuhakikisha kwamba damu ambayo inaenda kwa mtoto inakuwa haina sumu, haina madawa, haina vitu vyote ambavyo vinaweza vikamdhuru mtoto. Lakini kama mtoto anaumwa, basi mama anaweza kanywa dawa na ikapita ikaweza kumfikia mtoto bila kumletea madhara yoyote. Hili ni kondo la nyuma na ni muhimu sana kulifahamu, kwa sababu hii ndio kitu muhimu sana ambacho kinamkutanisha mtoto. Kutoka kwenye kondo la nyuma mpaka kwa mtoto, kitu ambacho kinamuunganisha, watu wengi wanakiita kitovu, au kwa kitaalamu kinaitwa umbilical cord, ambayo hii sasa kwa wale ambao wameshazaa na wameshajifungua wanajua kwamba unapojifungua mtoto akishatoka, basi baadaye wanakuja daktari anakufunga unesi, alafu anakata. Sasa kile kitovu kile ndio kinamuunganisha mtoto pamoja na lile kondo la nyuma ambalo linatengenezwa kama nilivyosema kwamba sasa hivi pale kwenye ukuta wa nyumba ya uzazi. Afya yako na afya check. Hilo lilikuwa ni darasa letu la wiki hii. Usiache kuangalia darasa hili wiki ijayo, kwa sababu tutaendelea tulipoishia leo hii. Tunaenda taratibu kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba unaelewa na ikiwezekana kabisa na unakuwa mtaalamu kabisa kama mimi. Kwa hiyo tunaenda taratibu. Wiki ijayo tutaendelea tulipoishia leo, na kikubwa kuliko vyote tunakuomba sana uendelee kuwa unaandika na kuwa unakumbuka kila siku, kwa sababu mwisho wa siku mimi nataka wewe unitolee hiki kitabu ambacho najaribu kukiandika, alafu tuweze kufundisha wenzetu waweze kujifahamu na kufahamu ili yao, hasa wale ambao walikosa fursa ya kutazama Afya Check. Na sasa twendeni kwenye sehemu yetu ya 3 ya Afya Check. Hii ni Afya Check mtaani. Wiki hii basi tumepata fursa ya kumtembelea mmoja wa watu ambao wametuhitaji tuwatembelee. Ni wapi tumekwenda? Usiende popote, ka hapo hapo ulipo, kwa sababu tutakaporudi tutakuwa moja kwa moja mtaani kwa huyu mtu ambaye ametuita. Kupitia Afya Check mtaani leo hii, Afya Check imepata bahati ya kutembelea eneo la Mbagala Rangi 3, ambapo hapa tumekuja kumuona mama mmoja hivi kwa jina anaitwa Mama Sabrina. Mama Sabrina anafanya kazi kwenye eneo hili la Mbagala Rangi 3, na ameamini kwamba inawezekana kabisa matatizo yake ya kiafya na ya wale ambao wamemzunguka yanatokana na kazi ile ambayo anaifanya na namna ambavyo anaifanya. Wewe muuza maji wewe. Unataka supu? Mama Sabrina anafanya kazi ya kuuza chakula. Yaani kwa kifupi, Mama Sabrina ni mama lishe, na biashara ambayo anaifanya ni ya kuuza chakula cha aina ya nyama, ikiwemo supu na matokeo mengine au mazao mengine yanayotokana na nyama. Ukiangalia kwenye screen yako utaona biashara ambayo anaifanya hapa, na hayuko peke yake bali wako wengi kweli. Na sisi tulifanya juhudi za kuwasha motokari na kuja hapa, na tulipofika tu kamera yetu ya Afya Check ilienda moja kwa moja kuangalia swala zima la kiafya kwa kupeleleza, kupekua na kuangalia yale mambo ambayo yanahusiana na afya moja kwa moja, na kuangalia kama inawezekano mkubwa kabisa akawa anapata matatizo ya kiafya ambayo yanatokana na eneo hili. Kitu cha kwanza ambacho kamera yetu iliona mtaro ambao ukiangalia vizuri, kamera yetu iliangalia vizuri na kugundua kwamba mtaro huu unapitisha maji, lakini kwa bahati mbaya umeziba, na matokeo yake maji haya yameishia kubaki hapa na kupaki. Yamekaa muda mrefu kweli mpaka yamebadilika rangi. Na ukiangalia pembeni ya mtaro huu utaona kuna mabenchi na ndio kuna majiko. Mama Sabrina pamoja na mama wengine wanafanya biashara zao hapa. Kwa kifupi, kuna umbali mfupi kabisa kutoka kwenye eneo ambalo maji haya yametuama mpaka eneo ambalo chakula kinauzwa. Na ukiangalia upande wa pili wa meza utagundua kwamba chakula hiki kinapopikwa hapa, wateja wanakuja wanakaa kwenye mabenchi ya upande huu wa pili,
na kwenda kupokea chakula chao na kukila hapa hapa, alafu wanaondoka wakiwa wameshiba kabisa, wakiamini afya zao ziko salama. Sasa kama umekuwa ukifuatilia Afya Check Mtaani wiki iliyopita, utagundua kwamba tulikuwa tumeanza kuzungumzia maradhi ambayo yanasambazwa kwa kutumia chakula, kwa kupitia chakula, yani foodborne diseases. Na leo hii basi tulivoleta kamera yetu hapa, kitu cha kwanza kilichokuja kwenye akili ya kamera yetu, ambayo akili yake ni kubwa kweli, iligundua kwamba inawezekana kabisa kukawa kuna uwezekano wa kupata maradhi ambayo yanaweza kusambazwa kwa kupitia chakula hiki ambacho kina Mama Sabrina wanauza. Na kamera yetu ikapekua kwenye kumbukumbu yake na kugundua ugonjwa mmoja ambao inawezekana kabisa ukatokea kwenye eneo hili, na sio mgonjwa mwingine bali ni kipindupindu, au kwa Kiingereza au kitaalam unaitwa kolera. Kipindupindu ni ugonjwa ambao ukiangalia mazingira haya utagundua kwamba una uwezo wa kuweka makazi yake hapa muda wowote ule. Watanzania tumezoea kipindi ambapo mvua inanyesha, kitu kinachofuata kwenye afya zetu na kwenye hospitali zetu ni mlipuko mkubwa kabisa wa ugonjwa wa kipindupindu. Ugonjwa wa kipindupindu ni ugonjwa ambao umetambulika na umekuwepo ulimwenguni kwa muda mrefu sana. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukishambulia utumbo mwembamba na ukiwa unasababisha matatizo makubwa yanayohusiana moja kwa moja na hali ya kuharisha na kutapika. Ugonjwa huu unasambazwa na bakteria, kimelea cha bakteria kwa jina la Vibrio cholera. Ugonjwa huu hutokea hasa usambazwa pale ambapo mtu anakunywa maji au kula chakula ambacho kimebeba vimelea vya kolera ambavyo vinakuwa vimebebwa kwenye choo ambacho kimetolewa na mtu ambaye ana matatizo haya. Yani kwa kifupi, ili mtu apate kipindupindu anahitaji kula chakula au kunywa maji ambayo yanakuwa yamebeba vimelea ambavyo vinakuwa vimebebwa na kinyesi ambacho kimetoka kwa mtu ambaye tayari alishaambukizwa tatizo hili la kipindupindu. Inawezekana kabisa mtu ambaye ana maradhi ya kipindupindu asiwe na dalili zozote, lakini akawa na uwezo wa kusambaza ugonjwa huu. Sasa ukiangalia eneo hili ambalo Mama Sabrina anauzia chakula, utagundua kwamba kuna nini hapa? Kuna maji ambayo yametuama, maji ambayo hatujui yalipotokea, na inawezekana kabisa yakawa yamebeba vimelea vya Vibrio cholera ambavyo inawezekana kabisa vikawa viko hapa, na ikitokea ukatokea namna yoyote ya kukutanisha vimelea hivi na chakula hiki ambacho watu wanapata, basi ukatokea mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu. Ugonjwa wa kipindupindu hushambulia moja kwa moja utumbo mwembamba, na kinachofanyika ni kwamba vile vimelea vya Vibrio cholera vinapopata nafasi ya kuingia kwenye mwili wa mwanadamu, upenya moja kwa moja mpaka kwenye utumbo mwembamba, na vinapofika kwenye utumbo mwembamba utafuta namna ya kwenda kukaa kwenye zile kuta za utumbo mwembamba. Vinapofika kwenye kuta za utumbo mwembamba, hubadilisha utaratibu mzima wa namna ambavyo virutubisho vya chakula hunyonywa na kurudisha mtiririko huu kuja kinyume. Yani kwa kifupi, hubadilisha utaratibu ambao umezoeleka wa kunyonywa kwa virutubisho kutoka kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuupeleka nje, yani kwenye chembe hai za mwili, na kubadilisha na kurudisha. Na kinachofanyika hapo baada ya Vibrio cholera kuingia, kubadilisha utaratibu huu na kutoa virutubisho hususan vile vya majimaji kutoka kwenye chembe hai za mwili na kuvirudisha kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Vimelea vya Vibrio cholera vinapoingia kwenye kuta za utumbo mwembamba na kubadilisha utaratibu wa unyonyaji wa virutubisho kutoka kwenye mfumo wa mmeng'enyo kupeleka nje kwenye chembe hai na kuleta utaratibu mpya ambapo virutubisho hivi hurudishwa kutoka kwenye chembe hai na kuletwa kwenye mfumo wa mmeng'enyo. Hali hii husababisha mabadiliko makubwa sana ya namna ambavyo virutubisho vitanyonywa, na matokeo yake basi virutubisho karibu vyote hunyonywa kutoka kwenye chembe hai na kuletwa kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Vinapoingia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula pamoja na yale maji, basi mwili au mfumo wa mmeng'enyo wa chakula huvitoa nje, na njia kuu ambayo hutumika ni njia ya kutoa nje kwa njia ya haja kubwa. Ndio sababu utagundua kwamba dalili moja kubwa kabisa ya ugonjwa wa kipindupindu ni kuharisha, kwa sababu hii ndio namna pekee ambapo virutubisho hivi pamoja na maji haya huwa yanatolewa kutoka mwilini na kutolewa nje. Maji haya ambayo huwa yanatolewa kwa sababu yanabeba vitu vingi huonekana kwa rangi kama ya mchele, na hii ni moja dalili kubwa kabisa ambazo zinaonekanaga na wataalamu wakasema kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa kipindupindu, kwa sababu choo ambacho kinatoka hutoka kikiwa kina rangi ya maji kama vile ya mchele ambao umefanya nini, umechambuliwa alafu kuwekwa kwenye maji. Yale maji yake sasa yanayobaki ndio kinachoonekana baada ya kipindupindu kuanza kuonekana. Sio tu kwamba mgonjwa wa maradhi ya kipindupindu ataharisha, inawezekana kabisa mgonjwa wa kipindupindu pia akatapika
kutokana na wingi wa majimaji ambayo yanakuwa yameingia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na ile hali ya mwili kutaka kuvitoa nje, kwa sababu kwa namna moja au nyingine mwili unaamini kabisa inawezekana kwamba hiki kikawa ni kitu ambacho hakihitajiki. Utaratibu huu wa kutoa maji, virutubisho pamoja na madini muhimu kutoka kwenye chembe hai na kutoa nje husababisha mapungufu makubwa kabisa ya virutubisho na maji kwenye chembe hai za mwili, mapungufu ambayo husababisha madhara makubwa kabisa ambayo ndio tunayaona kwenye wagonjwa wenye kipindupindu. Cha kwanza kikiwa ni upungufu mkubwa wa uzito, lakini pia yale madhara ambayo yanatokana na upungufu wa madini muhimu, kwa unakuta mwili unashindwa kufanya shughuli zake za kawaida. Na baada ya hapo sasa, kama matibabu hayajafanyika upesi kwa ajili ya kutibu ugonjwa huu wa kipindupindu, kitakachofuata ni madhara makubwa kabisa ambayo yanaweza kupelekea mtu huyu akapoteza maisha. Vimelea vya Vibrio cholera vinafanyaga hali hii au vinafanyaga matokeo haya kwa kutoa sumu ambayo husababisha hali hii itokee. Sio kwamba vimelea hivi vinang'ata au kuumiza, hapana, ila huwa vinatoa sumu ambayo husababisha hali hii itokee na matokeo yake yaonekane kama hivi. Kama matibabu hayajapatikana upesi, basi sumu hii huendelea kutolewa mpaka pale ambapo mtu ambaye amepata maambukizi ya kipindupindu atakapopoteza maisha au atakapopata matibabu ya haraka. Kwa maana yake ni kwamba kama matibabu ya haraka hayajapatikana, kama mtu hajagundua kwamba ana tatizo la kipindupindu, kitakachoweza kutokea ni madhara makubwa kabisa, ikiwemo upotevu wa maisha. Hali hii hujitokeza kati ya siku 1 mpaka 5 toka vimelea hivi vya Vibrio cholera kuingia kwenye mwili wa mwanadamu. Na kama matibabu hayajapatikana, basi mgonjwa huyu huendelea kuathirika au kuumia au kunyong'onyea kutokana na hali hii mpaka pale ambapo atapoteza maisha. Hiki ndio kipindupindu. Inawezekana kabisa kikapatikana kwenye eneo hili kutokana na maisha ambayo yanaendeshwa hapa. Haya maji ambayo tunayaona hapa yanaweza kabeba vimelea vingi sana, sio tu vya kipindupindu bali pia vya magonjwa mengine ya kuharisha na kutapika, lakini makubwa kabisa kiukweli ni magonjwa kama kipindupindu. Na hiyo ilikuwa ni sehemu yetu ya 3 na ya mwisho kabisa ya kipindi chetu cha Afya Check cha wiki hii. Ni matumaini yangu kwamba umejifunza jambo, na kesho basi utafanya kimoja au viwili kuhakikisha kwamba mazingira yako yanakuwa bora kuliko yalivyo leo hii. Hilo ndio lengo la Afya Check. Shukrani sana kwako wewe mwana Afya Check ambaye umetuuliza maswali mengi kuhusiana na afya yako. Maswali ambayo yamesababisha sisi tuweze kutembelea wataalamu mbalimbali kuweza kutafuta majibu. Tunashukuru sana kwa wewe pia ambaye umetuandikia maoni, kwa sababu kipindi ni cha kwako. Wewe ulichokifanya ni kutuambia sisi jinsi gani tufanye kipindi chetu vile unavyotaka. Tutafanyia kazi maoni yako na tutahakikisha kwamba kipindi hiki kinaendelea kuwa kipindi chako mpaka pale wewe mwenyewe utakaposema basi. Hilo ndio lengo la Afya Check. Wiki ijayo tutaendelea na kipindi kingine na mambo mengine tena, lakini pia nitakuwa mchoyo wa shukrani kama nisiposhukuru timu nzima ya Afya Check ambayo imehakikisha kipindi hiki kimekuja kwako wewe hivi kilivyo. Ni matumaini yangu kwamba tutaendelea kufanya vizuri hivi mpaka dakika ya mwisho. Endelea kuwasiliana na sisi kwa kutumia hizo anwani ambazo tunaziandika hapo chini ya runinga yako, kwa sababu bado tunahitaji tuendelee kuzungumza, bado tunakuhitaji tuendelee kutengeneza Afya Check, bado tunakuhitaji tuendelee kupata maswali ili tuweze kusonga mbele na kuhakikisha kwamba afya zetu wote zinaendelea kuwa 100%. Afya Check yetu ya wiki hii ndio inaishia hapa. Kikubwa baki salama, endelea kuhakikisha kwamba afya yako iko mikononi mwako. Jue afya yako, nenda afya yako, akili na mwili wangu muhimu vikiwa safi. Afya bora wajibu wangu, pia na kwako jirani. Iko mikononi mwako, itunze mazingira yako kwa afya yako. Iko mikononi mwako, itunze, elimika juu ya afya yako.